Kuku ni miongoni mwa ndege waliodhibitiwa na binadamu kwa muda mrefu sana. Inaaminika kwamba walifugwa kwa mara ya kwanza karibu miaka 8,000 iliyopita huko Asia kusini na kusini mashariki, hasa India, China na eneo la sasa la Thailand. Kuku wa kisasa wanaotokana na jamii ya ndege wa mwituni wanaojulikana kama Gallus ambao bado wanapatikana katika misitu ya Asia. Katika historia, kuku walikuwa wakifugwa kwa matumizi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na chakula ambao ni matokeo ya mayai na nyama, michezo kama vile mapigano ya jogoo, na hata kwa maana za kidini na tamaduni mbalimbali. Warumi wa kale walitumia kuku katika utabiri wa hatima ya vita, huku Wamisri na Wagiriki wa zamani wakiwatumia kuku kama ishara za uzazi na uhai. Ueneaji wa ufugaji wa kuku uliongezeka sana kupitia safari za baharini na biashara kati ya mabara, hasa wakati wa ukoloni. Teknolojia ya kisasa imepelekea ukuzaji wa aina mbalimbali za kuku, ikiwa ni pamoja na kuku wa nyama broilers na wa mayai layers, huku utafiti ukielekea kuboresha uzalishaji wao kwa njia za kisasa. Kisayansi, kuku wamekuwa viumbe wa kupendelewa katika tafiti za kibiolojia, hasa katika utafiti za jeni, tabia za ukuaji na magonjwa ya ndege. Wanatumika kama viashiria vya biolojia, maana kupitia kwao wanasayansi wamegundua mambo muhimu kuhusu urithi wa vinasaba na jinsi magonjwa yanavyoenea. Katika utafiti wa bioteknolojia, kuku wamehusika katika utafiti wa maendeleo ya viungo vya mwili, hasa kutokana na ukweli kwamba yai la kuku ni mfano mzuri wa ukuaji wa kiini tete embryo. Tafiti nyingi zinazohusu ukuaji wa wanyama na hata binadamu zimejifunza kutoka kwa mayai ya kuku. Wanasayansi wanasema kuku wana mfumo wa mawasiliano wa kipekee unaohusisha sauti, ishara za mwili na hata lugha ya macho. Wana uwezo wa kutoa zaidi ya sauti 30 tofauti, kila moja ikiwa na maana maalum. Kwa mfano, kuku wa kike hutumia sauti ya clack clack kuwasiliana na vifaranga wao, ikimaanisha mazingira ni salama. Jogoo au kuku mwingine anaweza kutoa sauti kali na ya ghafla anapoona hatari kama mwewe au paka anayekaribia. Pia jogoo hutumia sauti laini ya kimahaba kumvutia kuku wa kike kabla ya kupanda. Kuku wa kike pia hujitangazia ushindi baada ya kutaga yai kwa kutoa kelele kubwa, kana kwamba anajivunia kazi yake. Kuku pia wana uwezo wa kutafakari na kupanga mambo kwa hatua. Tafiti zimeonyesha kuwa wana uwezo wa kuelewa uhusiano wa sababu na matokeo. Kwa mfano, wakiona mtu akileta chakula kila mara, wanajifunza kutarajia hata kupiga kelele ili kuvutia mtoa chakula. Hii inaonyesha kuwa wana akili ya kuelewa mifumo ya matukio na kujiandaa kwa kile kinachofuata. Kuku pia wana kumbukumbu kali na wanaweza kutambua nyuso za kuku wenzao na hata wanadamu kwa muda mrefu. Wanaweza kukumbuka sura ya watu wanaowalisha na hata kuwatofautisha watu wenye tabia nzuri au mbaya kwao. Hii inawezesha kuendeleza mahusiano na kuepuka hatari katika mazingira yao. Katika mfumo wao wa kijamii, kuku wana utaratibu maalum wa uongozi unaojulikana kama pecking order. Kuku wanaoongoza huonyesha mamlaka yao kwa kuwapiga wengine kidogo kwa mdomo ili kudumisha heshima. Kuku walio chini katika mpangilio huu wanajifunza kuheshimu wenye mamlaka zaidi, na hii inasaidia kuweka utulivu katika kundi. Jogoo kwa upande wake huwa mlinzi wa kundi, akihakikisha kwamba kuna usalama na kuwatahadharisha kuku wake wanapokabiliwa na tishio lolote.
Kuku pia wana uwezo wa kuonyesha hisia kama furaha, huzuni na hata wasiwasi. Wanaweza kuwa na uhusiano wa karibu na wenzao na hata kuomboleza wanapompoteza mmoja wao wa kundi lao. Tabia hizi zinathibitisha kuwa kuku ni viumbe wenye akili zaidi ya tunavyodhani na wana njia nyingi za kuwasiliana na kuelewana katika jamii yao. Kwenye sayansi ya chakula, kuku ni miongoni mwa vyanzo muhimu vya protini kwa binadamu. Uzalishaji wao umekuwa kwa kasi kwa kutumia teknolojia ya kisasa kama vile genetic selection, ambayo inahakikisha kuku anakuwa kwa haraka na kutoa mayai zaidi. Lakini pia kuna changamoto za kisayansi zinazohusiana na maadili ya ufugaji wa kuku kwa wingi, afya zao na athari za ufugaji wa kisasa kwenye mazingira. Kwa upande wa magonjwa, kuku wanakumbwa na changamoto kama mafua ya ndege, avian influenza, ugonjwa wa Newcastle na magonjwa ya bakteria kama vile salmonella. Sayansi ya tiba inahakikisha kwamba kuna chanjo na mbinu za udhibiti wa magonjwa haya ili kudhibiti hasara katika sekta ya ufugaji wa kuku. Kwa ujumla, historia ya sayansi ya kuku zimeendelea kuimarika kwa karne nyingi na zinachangia sana katika maendeleo ya kilimo, chakula na hata tafiti za kibiolojia. Jina langu ni Edison Mbega.